Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina tukufu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Niite Pastor Simon Bigambo. Nilikwambia kwamba leo natamani kuomba na wewe. Maombi haya ni maombi yamekaa kama siri. Ni maombi ambayo ni kama password ya kufungua maisha ya watu. Nimeomba maombi haya na watu wengi. Nimeona waliokuwa wana watoto wamepata watoto. Nimeona waliokuja wakiwa na magonjwa makubwa, Bwana amewatetea na amewaponya. Lakini nimeona waliokuwa wana kazi, waliokuwa na maisha ya chini, Bwana amewainua na amewafikisha hatua fulani ndani ya kipindi kifupi tu cha tangu tulivyokuwa tukiomba maombi haya. Nimeamua kuyaleta maombi haya mbele zako kwa njia ya mtandao, ama unanitazama kwenye simu yako au kwenye TV ukiwa nyumbani kwako au eneo lolote. Nataka uombe pamoja na mimi maombi haya. Kabla sijaomba, nataka niongee na wewe. Injili ya Marko sura ya 11 mstari wake wa 23 mpaka 26. Bwana Yesu alikuwa akiwafundisha watu kwa habari ya kuomba na matokeo ya maombi. Akasema vitu vikubwa vitatu kutoka eneo hili. Aliongea kwa habari ya imani, akaongea habari ya kupokea majibu ya maombi, lakini pia akaongea kwa habari ya msamaha. Mtazamaji, Yesu akasema yeyote aombaye aamini kwamba Mungu yupo na kwamba amekwisha kupokea yale ayaombayo. Nataka uchukue hatua hii kwanza. Amini kwamba Mungu yupo. Amini kwamba unavyokwenda kuchukua hatua hii ya kuomba anakusikia. Amini kwamba unavyokwenda kuchukua hatua hii ya kuomba umejibiwa na tayari umepokea. Usiamini utapokea kesho baada ya kuomba leo. Amini umepokea sasa hivi unapoomba. Maana imeandikwa, wakati unawaza Bwana alisikia, na wakati wa kuomba Bwana alijibu. Sasa hivi kuna majibu utapokea leo wala sio kesho, na mengine yatatokea muda mfupi baada ya maombi haya. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, mimi pamoja na mtazamaji tunakuja mbele yako. Tunaomba toba, tunaomba rehema, naomba msamaha kwa ajili yake na kwa ajili yangu pia. Achilia neema yako Bwana. Ninajua ya kwamba msamaha ndio lango la neema kutembea. Ninaomba toba mahali popote, kwa kujua au kutokujua, nimejikwaa na mtazamaji amejikwaa. Naomba utusamehe. Tuoshe Bwana kwa damu yako safi na takatifu. Tusafishe kabisa, tutenge na uovu, ondoa mawaa. Tunakupokea Kristo Yesu kama mgeni rasmi, kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mfalme na Mwokozi, ninaomba neema ya kusamehe na kuwaachilia wote walionikosea, kusamehe na kuachilia wote walioniumiza, waliosababisha majeraha, waliosababisha ubaya, waliosababisha maumivu ndani ya moyo kiasi kwamba adui akanivamia. Katika jina la Yesu Kristo, Mfalme na Mwokozi, ninaachilia. Moyo wangu uko wazi katika jina la Yesu. Mfalme na Mwokozi, ninakuja mbele zako wakati huu kwa ajili ya yote ambayo ni kiu ya moyo wangu. Ninaomba Bwana Yesu, namna ulimjibu Daudi alivyokulilia, ukamwinua, ukamweka kwenye nafasi, namna ulivyomjibu Eliya, namna ulivyomjibu Elisha, namna ulivyomjibu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, namna ulivyomjibu Hana, Rebeka, na ubeba ushuhuda huu kama alama ya imani yangu ya kupokea kwamba uko Mungu unayejibu. Ninaamini ya kwamba umenijibu maombi yangu. Ninaamini ya kwamba umejibu kiu ya moyo wangu katika jina la Yesu. Chochote kilisimama kama mlima kwenye maisha ya mtu huyu, kwenye maisha ya kijana huyu, kwenye maisha ya mama huyu, kwenye maisha ya binti huyu, ninakisawazisha kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, mtauambia mlima ng'oka, nao utatii. Ninatiisha utasa, ninatiisha magonjwa, ninatiisha umaskini, ninatiisha dhoruba na kukosa amani katika jina la Yesu. Narudisha amani ndani ya moyo, narudisha amani ndani ya nafsi, narudisha amani
kwenye uchumi. Ninatangaza kila eneo lililokuwa limevurugika kuanzia sasa liwe salama. Afya iliyovurugika iwe salama. Uzao ulioharibika uwe salama. Pokea tumbo jipya la uzazi. Pokea ndoa yako. Pokea biashara. Pokea uchumi mpya. Pokea kuinuliwa. Wewe unayeamini, Mungu akubariki. Mungu akuinue. Mungu akupe kiu ya moyo wako, kwa sababu umeamini. Maombi haya ni ya kwako. Kabla hujaondoka eneo hili, subscribe, like. Mungu atajibu maombi yako ndani ya muda mfupi kuanzia sasa. Ni ya kwako. Amen.